udogo. Na hatusemi watu wasifanye biashara. Watu wafanye biashara. But please do it with integrity. And do it properly. Alafu lenga ile biashara ambayo wewe unaweza fanya. Pana enda kwa ile ambayo inakushinda. So that we can now ensure that the supply chains of essential commodities like fertilizer are not disrupted by unscrupulous traders trying to enter into a territory which they do not understand. Kwa hivyo hiyo ni kitu kimoja ambacho ningependa tukuhimiza. Kwa hii mambo ya siasa. Juzi nilikuwa naambia marafiki zangu, sasa nyinyi mnakimbia. I was speaking at an iftar kwa wale wa Islam. Nikamwambia ukweli wa mambo, kuna Ramadhan 3 kabla ya uchaguzi wa 2027. Na kwa Wakristo ukweli wa mambo, kuna Christmas 3 kabla ya uchaguzi ya 2027. Na Easter pia. Sasa wewe nini na kuchoma unapanga maneno ambayo ina waste time, na iko Christmas 3 hapo katikati, na iko Ramadhan 3 hapo katikati. The election is not tomorrow. It is 2027. Na iko sherehe nyingi hapa. We tafuta vile utachinjia watu mbuzi Christmas, chinjie wengine mbuzi Ramadhani ile nyingine namna hiyo. But do your work. Tujenge taifa, tusaidie rais wetu. Kwa sababu tunataka 2027 iwe kile mimi naita walk over. Hatutaki asumbukane na mambo mengi. We want to prepare ourselves so that he can have a proper opportunity. And why am I saying that? Not just to preserve the president. The president has got some very serious obligations. He is been elected by all African heads of state to be the champion of reforming the African Union. Yani zile reforms anatengeneza hapa, tusifikiri ni hapa peke yake. Ana juhudi ya kureform Afrika nzima. Hiyo ni heshima ama si heshima? Haya. Yeye anashikilia mambo ya African climate kwa niaba ya African Union. Juzi World Bank nzima wamesema wamelenga macho kwa president wa Kenya ili awe na kongamano tena kubwa mwisho wa April ya kuhakikisha kwamba anazungumzia architecture ya dunia nzima ya kifedha, ili inchi ambazo ziko na umaskini zipate nafasi ya kufaidika na kusaidika kutoka kwa pesa za ulimwengu. IDA 21 replenishment. So ladies and gentlemen, these are very serious assignments that the president has over and above taking care of the people of Kenya. Kwa hivyo, we should now focus on helping him to make it easier for him to concentrate on all these assignments. Kwa hivyo, fitina ndogo za Kenya tuepukane nazo. So remember, there are 3 Ramadhans, there are 3 Easters, there are 3 Christmases before the election. Surely, is there room to do all these other things? Hakuna. So please let us support him fully. Let us support him fully. Na hata sisi kwa siasa, niliona ujuzi pahali pengine wanasema kuna mgogoro katika Kenya Kwanza kwa mambo ya vyama. I want to assure you that for as long as God gives me
life, our job will be to strengthen the Kenya Kwanza administration of President William Ruto, and not to try and undermine it from within. So we shall do. Nago yuko hapa, Adagala yuko hapa, my friend of ANC mzee wetu hapa yuko hapa Mulo. I want to make it clear, and to other ANC supporters, although I may not be the official party leader today, but as a strong member of the ANC party, I must tell you frankly, our conversation must be serious about how to strengthen the Kenya Kwanza administration and how to work very, very closely with the UDA, which is the principal party in the coalition, and to even engage in even deeper debates. Don't ask me which deeper debates. Hiyo nitawaambia baadaye. Earthquake ingine itakuja huko mbele. But the message I'm putting is that wacha tushikane, tufanye kazi na mheshimiwa President Ruto means well. He means very well. Na mimi nimetembea na yeye, na ni kweli nilikuwa naenda Ghana kwa sababu he is making a state visit to Ghana. Lakini nikaona sasa wacha niibe tu one extra day. Ndio hiyo niko hapa. Alafu kesho nitoroke mapema. Kwa sababu yeye ndio mudosi. Yeye akifika anipate huko mimi nimesimama namna hiyo. That is the message that we have to have, so that we buttress him and we serve with him as he guides us tukienda mbele. Ametutoa kwa shimo. Ametutoa kwa shimo. Mimi nilisimamia mambo ya kifedha, Ministry of Finance, kwa muda mrefu. Na nilikuwa naambia watu tukiingia kwa hii serikali iko maneno. And I said it very clearly, it will take us at least 2 to 3 years of fairly difficult challenges. Ndio sasa tuanze kuona maneno yakibadilika. Sasa nikizungumza hapa, si tulikuwa na mwaka mkali jana na ule mwingine kidogo, na sasa mnaanza kuona mambo inaanza kufanya namna gani? Is it within the time frame that I was predicting, or is it outside that time frame? It is within. Kwa sababu kupindua uchumi sio kazi rahisi, sio kahawa ya Nescafe ambayo unachukua kijiko kimoja na maji moto, unaweka unakoroga mara moja, imekuwa tayari inaanza haiwezekani. Hata murusiki inahitaji mpango. Maziwa haigandi haraka namna hiyo. Kuganda maziwa ya murusiki, unaweka kidogo, ina ferment, siku kadhaa kwa kibuyu, alafu unaenda kutafuta ile muti ile inatoa nyeusi kidogo. Unaweka ndani, inakaa. It takes a bit of time for you to produce the perfect mursik. It's not instant coffee. Kwa hivyo tuangalie kwamba kwa uchaguzi ama kwa serikali, this is what is going to happen. And that is why the good senator here is part of NADCO. And his colleague has also spoken to it. Sigei wa hapa. Wamezungumza kuhusu hiyo program ya NADCO. It's a serious program. The president is looking beyond what we have now. He's looking at the future. He's being futuristic. Anataka apate suluhu mapema kwa mambo mengi. So I thought that it is good for me to come and say these kind of things here, because sometimes he may not speak in his own home. Unasema saa zingine kujinyoa hapa nyuma ni shida, si ndio? So sometimes we also must speak for the president. And that is why I'm pleading with you, do not
let him down. When he comes next, let him be the happiest man, so that he can bring the best out of himself and be able to serve you properly. Na huko kwetu mtuangalie pia, kwa sababu haya maombi kusema ukweli yanahitajika hata huko, because tulikuwa tumeona hata saa zingine. Juzi nilikuwa naangalia nikawa na huzuni, nikasema haya ni mambo ya ajabu. Kulikuwa na mazishi huko Trans Nzoia, wanasiasa na ile tabia yao wengine wakaenda huko na magengi, wakafurusha mambo ya mazishi, ikaisha. Wale wamefiliwa wanabeba jeneza na kukimbia kwa kona nyingine, na wao wengine wanakimbia kwa kona nyingine. Sasa nikasema sasa hii mambo ni ya nini? Na iko Ramadhani 3 na Christmas 3 na Pasaka 3 hapa katikati, na wanafukuzana kwa matanga. So where do you want to take leadership in this country? So these are issues that we need to show maturity, and I want to really plead with you that you people of Bomet and Kericho and Rift Valley, you have been our beacon, you have been our North Star when we are studying aspects of unity of purpose. So don't derail from what you have been doing positively. Tufanya kazi pamoja, and I'm sure we'll succeed. So nikomee hapo.